Nakumbuka kuna mmoja aliniambia aje. Imagine tu mtu amekuonyesha interest kabisa. Kabisa. Alafu tu siku moja from nowhere anakwambia by the Faith haukuangi muyami and attractive. Akaniambia na hukai kama wasichana wengine wa Instagram na wa church. Wenye wanavaanga visexy na wenye wako na big. Sasa alikuwa anataka hao wenye wakubwa na huku. Sitting allowance. Kaniambia si uko kama hao. Sasa hata nipenda juu hiyo. Nani amekuwa akinionyesha interest? Then from nowhere anakuambia hivyo. Na unaona nikaa ni jokes tukitembea na yeye akiona mwenye anafanana hivyo. Anatani kabisa. Anipo mwanaume wa church. Anageuka unaona sasa hiyo ni mwanaume wa church. Wa church. So wewe sistake anaongea kuhusu vipi mpaka unashindwa? Kwani uko na nia gani wewe? So alikuwa ile in our conversation lazima tu Faith atokelezee mahali. Connections za Mungu ni funny. Kitajwa hata huko. Hapo hata si. Ndio ukataka kujua hivi. So alikuwa anatajwa kivipi at what conversation level? Grace ni mtalkative. So atasema tu maybe kumention tu like walikuwa home wanaongea ama Faith anamtafuta. Huyu Grace mmejuania kwa gari? Tulijuania kwa gari by the way. Okay. Unaona wale jamaa wanaangalia akiingia pale, nitakaa wapi anapimia yule. Karembo acha nikae pale. Hata mimi nilikuwa nimekaa yeye alikuja. Nilianza hivyo naambia sasa niamuuliza salamu zangu zinafikanga. Ananiambia na nini sasa lakini sasa nimesema nitakuwa nazileta mimi mwenyewe. So and now you have to I started now trying kumwambia see we go out I take you for a cup of tea a cup of coffee. Sasa hiyo wakati yenyewe nasema twende Java tukakunywa kahawa. Sikunywangi kahawa. Ukunywa kahawa. Na kuku si tunaweza enda tukakula basi. Hata kuku sijisikii kukula. So hiyo ndio ilikuwa life. Yeye sasa. Hakuna utalienda alikuwa nakubali. Naambia si just meet by then. Nasikia tu kukaa home. Sasa mimi ndio nilienda nikaingia box. Hapo kwa mwisho sauti imeenda chini sio vizuri. Ati? Mimi hivyo ndio niliingianga box after So wewe umeomba ameletwa kwa picha. Ulimapproach aje kumwambia sasa nimeona. Unajua kulikuanga na hiyo kumekuanga friends. So haikukuwa ati hard kumapproach. Juu kumekuanga na hiyo friendship. Unaona so si zile tu ni aje poa nini. Na ulipatanga girlfriend. Nini so hiyo conversation. One thing led to another. I think sasa huko kwingine atasema. Wow. Tatuingia kwa Clement. Kabia kama hivyo ndio tuweze kusikizana vizuri. Salimia wana Farodhi TV hapa ndio kwanza wakujue. Good. Kwa majina naitwa Clement Mwangi. Nakaa hapa Nairobi lakini nyumbani ni Kirinyaga County. Kule kwa Minji. Mahali kunaitwa najua Kiamodha Ambe. Kwetu ni juu kidogo kunaitwa a village called Gatwe. Gatwe. That's good. Like tapita Kiagoma. Tapita huko mbele. Kirinyaga is the only place utasikia majina kama hiyo. Kiamodha Ambe, Kiagoma, So najua Kiamodha Ambe, Kiagoma, hizo zote ziko huko anyway. So kwenu ni Gatwe. Yes. Ulisomea bado huko Gatwe? Mpaka high school? Hapana. Nilifanyia from class 4 to class 8. Nikafanyia Gatwe primary. High school nikaenda Kianyaga Boys. Iko Kishogo. Okay. After Kianyaga? Then nikaenda Maseno University. Kuona vizuri sasa. Kuna vile umekuja nimekuona sasa. Ni maana amerudi nini? Aendelee. Msikia anagonga masters. That's so nice.
But I'm happy for you. Thank you. So after Maseno ulienda kusomea course gani? Maseno nilifanya pharmaceutical science. Okay. Yeah. Pharmaceutical science. Yes. Sasa hiyo inahusu mambo na dawa. Alijua. Sikuwa najua ni medic kama mimi, sikuwa najua. Moja. Ukiomba huku sikia conviction. Ukweli sikuwa najua yeye ni medic. Nilikuwa najua anauzanga dawa, but nilikuwa nafikiri unajua siku hizi kila mtu anajua huwezi uza dawa. Kwa akili zako ukoje? Mtu hawezi uza dawa tu hivyo. Hapana. Hiyo nilikuwa nafikiria maybe yeye ni wa kuzipeleka na kiroli hivyo, si ati. Tunajua venye mnafikirianga. Kiroli gani? So you did pharmaceutical science. Yes. Then after that that is then after that nikafuta kumaliza sasa ndio tukakuja Nairobi kutafuta kazi. So ilipatikana ama so after nimemaliza then nikaingia the following year ndio that is in 2016 hapo ndio nilianza kufanya kazi. Okay. Kuna wakati kidogo ya kutafuta. Unajua Mureithi? Mureithi gani? There's a guy also who used to school in Maseno, a good friend of mine, anaitwa Mureithi. Ni Wakirinyaga bado mweupe, jamaa mweupe tu. Alimaliza lini? Unajua I think it should be 2017 or 2018. Sijui vizuri. But alikuwa anaitwa Mureithi. Alikuwa anasomea tu huko Maseno. Jamaa anakaa hivyo. Hapana. Anyway, Maseno ni kubwa huenda labda. Sijui kama alikuwa Maseno ama Egerton, I don't know. But any of those. Niligraduate 2015. 2015. Okay. So after kugraduate ukaenda wapi? Sasa graduate then nilianza kufanya kazi 2016. Nilipata kazi huko Nairobi. Wapi kwa? Ni kampuni nyingine iko hapa Embakasi. Okay. Ni ya kuuza za manufacturer ya dawa. Wow. Until now ama no, sasa nafanya na ingine. Okay. Unajua you go and as you grow. Okay. Yeah, ukitafuta different better opportunities. Okay. Yeah. So mlipatana aje na yeye? Ulijuaje story yake? I mean, ulimuona wapi? Sasa that is in 2016. Hiyo kampuni nilikuwa nafanya nayo ilikuwa nafanya kazi Thika. So I used to live in Nairobi but I would travel to Thika. Okay. Yeah, so and that's when we met na sistaki. Akona sister anaitwa Grace. Mkubwa ama mdogo? Ni mdogo wake. Namjua? Hapana. Okay. So na hiyo time sistaki alikuwa anafanya kazi Ruiru. So tungetumia Kenya mpya sana. Okay. So hiyo time tunajua na Kenya mpya. Kenya mpya ndio gari zetu. So hapo ndio tulijuana na sister, that is now in 2016. Okay. So we became very good friends. So nilikuja that time Grace alikuwa anaongea sana kuhusu faith. All right. Yes. So now kivipi? Kuongea mambo mazuri, my sister, ile sister Faith ako hivi. Lakini pia anaitwa Grace. Grace na Faith. Yes. Okay. Ni wazazi wa neno. Grace na Faith. Baba yangu nilimjua akihubiri, ameishi kuhubiri hiyo miaka yote, so ni watu wachache. So wewe sister yake anaongea kuhusu Faith mpaka unashindwa. Wewe uko na nia gani wewe? So alikuwa ile in our conversation lazima tu Faith atokelezee mahali. Connections za Mungu ni funny. Kwa kitajo hata huko. Hapo hata sina. Ndio ukataka kujua Faith. Hai. So alikuwa anatajwa kivipi at what conversation level? Grace ni mtalkative. So atasema tu maybe kumention tu like walikuwa home wanaongea ama Faith anamtafuta. Huyu Grace mmejuania kwa gari? Tulijuania kwa gari by the way. Okay. Ndio wale jamaa wanaangalia akiingia pale, itakaa wapi anapimia yule. Karembo acha nikae pale. Hata mimi nilikuwa nimekaa yeye alikuja. So tulianza and then sasa pia tulikuwa but nilikuwa nimemwona. So mulianza conversation aje na ni kwa gari? Siwezi kumbuka lakini wanaume. Ile wanaume ukweli hawa. Ilikuwa hivi, kulikuwa kunanyesha. So dirisha ilikuwa imefunguka kidogo. So ndio nilikuwa
I think ni alikuwa ameweka kwa dirisha by the way. Nilikuwa namwambia afunge. So from there the conversation just started. Aje, si yashafunga dirisha. Usiniambie ulitoka na namba. What? I think ananitoka na namba tu. Tulichapa story. Si tulichapa tu story. Tutakuita advice jamaa mwingine hapa kwetu anaitwa Kabeli. Sababu yeye anaenda tu kwa gari anakaa analala. Sasa unaongea. Wewe ulitoka na namba. Ulitoka na namba. Sasa unajui baraka yako kama hiyo ndio connection. Kia nani maisha kukua gumu ni kujitakia Kenya. So from there Destiny connect up. From there mnangojeana sasa kwenda home. Sasa hapo mimi ningetoka mapema, tuko tunapana sana asubuhi. So mimi alikuwa anaenda mapema sana na mimi pia nilikuwa naenda Thika mapema. Juu nilikuwa natoka Nairobi. So mnaendanisha? Tunaendanisha. Usiniambie ulilipa fare. Juu hapo lazima ulipe, una choice. I think siwezi kosa kwa nilipa. Unajua kuna ile tu makanga anakuja na kupata, anachapa wanaona mnaongea story hapa. Si tutakata pale. Tutaangalia tukifanya hesabu. Juu hakuna choice. Si unajua mwanaume anakuwa on the other side. Yeye ndiye ina affect. So kwa daktari akikupata mko wawili, nikwambia nitoe 2, yani hawakuangi fair. Si wacha kusema utoe 2 ungoje nikuambie. So lakini sasa hata hapo hiyo deni hata tusiongelele kwa sababu na mbona nilikusaidia, I connected you. So hata deni yenyewe niko nayo ni kubwa. So unaona? So tukisema tukatie pale. Ndio mimi niko na deni. Okay. Yeah. So from there so by the time mnapelekana naongea story mingi, yeye anakaa kitaja Faith sana. Yes. It seems she's the only sister. Yeah. So lazima angemtaja juu the closest friend. Yes, yes. Na actually kitu yenye hata alikuwa ananipatia story ya Faith akiwa shule venye alikuwa ana preach, anaombea watu akiwa high school. Hey, and I was like okay, alikuwa anafanya hivyo akiwa high school. So hata mimi nikiwa high school nilikuwa CU. Okay. Yes. Na unajua hata mimi niliintroducewa CU wakati wenye unaambia Mungu sitaki kuwa kwa limelight sana. Wacha ni take back seat. Ndakuwa naenda church but ndakuwa back seat. Lakini hiyo time nataka ku take back seat. Unasikia I don't know who mentioned my name but unakuwa appointed as an official wa CU. Unakuwa sasa kwa church hawezi potea. So lazima userve. Yeah. So that ilini capture. So and then now sasa ikafika place Grace alikuwa anaweka status, WhatsApp, profile yake anaweka picha ya Faith. So kwani alikuwa anania gani huyu Grace? Alikuwa ananiuza haki hiyo. Kwani alijua tuko na mission? Ni kazi ya Mungu. Lakini hakuwa ile ananiambia Faith like ananiambia niko na sister hapa. Iko hivyo ni kama alikuwa anaweka tu kujibamba. So when I first saw her pictures, wewe unakuwa na sister, huyu ndiye Faith. Sasa so every time sasa after that hata si alikuwa ananiambia, mimi ndio nilikuwa namuuliza Faith ako aje? Faith ako aje? Ni aje leo hujaongea kuhusu Faith? So that continued the whole of 2016. Sasa hiyo haujajua ile main story ya Faith? Alikuwa ananiambia pia even then. Okay. Some parts yeah, so I had an idea what like kulikuwa na something like that was happening. And but then now sasa story bado zinaongelelewa za Faith. Hata ikiongelelewa hii haiongelelewi, it's not bad. And even then hainisumbui. Okay. I must say sijai fika hiyo place ati inanisumbua ati uoga ama everything, hapana. And now until that's now in 2016 no 2017 ilifika mahali I think hata Grace akachoka kuulizwa. Shinda akiulizwa mambo ya Faith. Na wewe sasa? Sasa Faith has been a journey. So sasa hiyo wewe unatajua kuhusu huyu Grace? Alikuwa ananitajia. Kwa hivyo ana play both roles very perfect. Kwa anaweza act movie. Kwa hivyo yeye anataka ujue amepata rafiki mwingine na huyu rafiki lazima aambiwe una huyu sister wetu. Huyu sister wetu mrembo huyu mweupe huyu.
Huyu ameokoka huyu. So now all that long sikuwa nimemuitisha namba. So namuulizanga tu na bibi tukiongea kama ni kwa simu ama tumepatana na make sure namwambia wewe ndio make sure umesalimia Faith. So mimi natuma salamu nini hivyo. So now until hiyo 2017 akaniambia sasa mimi nilimwambia tu kama kawaida tu nikamwambia na usalimie Faith. Akaniambia sasa mimi sitaki kutumwa. Aya. Shika namba. Oh God. Jipianie salamu. Yes, someone. Oi. So sasa hapo ndio tulianza sasa na make sure Faith tutamuinterview atakuja hapa akuwa peke yake. Na ni Grace. Grace. I need to meet Grace. Hiyo neema yake pia naitaka sasa. Hiyo neema ndiyo kutosha. Connect destinies. She's a destiny connector. We need those people in our lives. Sana. So after sasa hiyo ndio sasa tulianza sasa hapo kuongea na Faith. So now that is now from 2017. Yeah. So then we started talking, we became friends. Yeah, all that long. So sasa ndio kuja upatana na story. Vizuri sasa kwa social media. How did you react? React aje mimi after kuona sasa story. Kwa hivyo sasa it's no longer kuambiwa na Grace, sasa umeiona yeye mwenyewe akielezea. Sasa acha niseme for me even previously some experiences zingine mimi zilikuwa there was a time ile una feel like, kama unakuwa attacked spiritually na hujui ni nini. And then now it happened one day, ilikuwa series of events, just that one day nilipata na dream. It's kind of ni kama mtu anajaribu kunishoot. The following day na wata ni kama mtu anajaribu kunigonga na hepa then ananigonga. So and I went to Heaven's Gate Prayer Mountain kuomba. Then nikiomba I came across some articles za kufundisha watu kuomba and like kama unasema counseling those evil attacks and everything. So that time after making those prayers, hiyo time ya praying and fasting, niliota sasa like nikiona some creatures zimekufa. So and the revelation that came was the prayer that I made like they are dead. Whatever was that dream that was attacking, whatever was attacking imekufa. So and pia mimi nimegrow in a Christian background. So for me it's the power of God. I know the power of God. Okay. Yes. So and that long hata kuja kusikia testimony ya Faith. Kama nilikuwa nimesema haijai fika place ati inanisumbua that long cause for me hata nikisikiza for me it was there's a destiny and God cannot deliver for nothing. Yeah. Tukija hata kusoma story kama ni story ya Paul. Paul was killing the church. Anakuwa revealed by Christ anamrevealia na anamchange. Then even the apostles walikuwa wanamuogopa because walikuwa wanajua alikuwa na arrest watu wakio persecute the church. But then the thing was that was a destiny God had done that for a purpose. That was a destiny that God was revealing. So for me that's what was my mind. Because hata nikifuata that testimony, actually it's Grace alinitumia the link the first time akiniambia by the way Faith ametoa testimony. And I was like, hey, so nitumia testimony nione. Yeah. So after watching it I was like, wow, this ni God. Yeah. So sijai hata nasema pia labda grace ya God. So umepata namba ya Faith. Did you propose mpatane labda maybe after kupewa namba sasa na ama utamwanza aje? Unajua ulikuwa unafikishiwa salamu sasa umepewa namba. Uko na namba so sasa ni utamwanza aje umwambie unaona yule mtu unatumangwa salamu na yeye sasa ndiye huyu. Actually nilianza tu hivyo nikamwambia sasa nimepewa namba nimeambiwa nijiletee salamu. So so you have to find a way ya kuanza conversation. And one thing unajua hata kama umesoma aje kuna kale kapatu mtu anakuanga hajui. Yaani hiyo sijui niko na masters lakini hapo sijui. Itaanza aje?
So nilianza hivyo naambia sasa nimuuliza salamu zangu zinafikanga ananiambia na nini sasa lakini sasa nimesema nitakuwa nazileta mimi mwenyewe. So and now you have to I started now trying kumwambia see we go out, I take you for a cup of tea, a cup of coffee. Sasa hiyo wakati yenye nasema twende Java tukakunywa kahawa, sikunywangi kahawa. Ukunywa kahawa na kuku si tunaweza enda tukakula basi. Hata kuku sijisikii kukula. So hiyo ndio ilikuwa life. Yeye sasa hakuna utalienda, alikuwa nakubali. Naambia si we just meet by then. Nasikia tu kukaa home. Yeye anajua anapenda home. Hata mamake lazima atalia tukimtoa. Umbe anapenda nyumbani. Sasa mimi haijakuwa rahisi. Haijawa rahisi. Mkono wa Bwana. Ni mkono wa Bwana. Kwa sababu hizo hakuna utaliwahi kubali. So anasema si tuongee tu kwa simu. So we can chat, we can talk. Lakini hata angekuwa amesoma sana. Kwa difficult. Sana. Ni wale watu wanatamaningi wasome mkiwa nao sasa. Sababu kuna kiwango watapita. Anafanya mambo kukua ngumu. Kukunywa kahawa. Sikia, kukunywa kahawa unisikize. Ukisikia sisemi vizuri uniambie. Period. Hata hiyo kahawa hataki. Unipatie chance nitoe manifesto. Uone kama iko sawa. Sasa but so ilikuwa hivyo until but I think naweza sema unajua pia ukiomba Mungu anajibingi maombi. Sometimes wewe unaweza kuwa unaomba hivi kumbe yeye anakataa hivi lakini Mungu anakutetea the other side. Sasa unaona yeye anasema God alimrevealia mimi. Sasa mimi huku mimi naomba. Sasa unajaribu kwa hivyo akikataa appointments wewe unafanya appointment yako na Mungu. Mimi naambia Mungu naye Mungu akamwambia. Wow. Kwa hivyo wakireject unarudi ile appointment zingine. Unajua Mungu hawezi kataa appointment. Unaenda ile ya Mungu na sasa wewe muongeleshe. Mimi nimeshindwa. Niko na namba lakini hata nikiwa na namba kumbe ni bure tu. Maybe you know people things. Because you thought having a number now direct sasa. Sasa unajua ile unaanza unasikianga mabishi wakikwambia ukishapata namba hapo na imagine namba umepewa na Chebukati Grace. Kama uko sure hii sasa mimi nimefika. Ati naweza kuongea na watu wako headquarter kwa sababu unajua Grace wanaona naye daily. Kabisa. Kwa hiyo unajua karibu uambie sasa Grace fanya hivi, panga kahawa. Mwambie unapeleka out mimi nitokezee. Alikuwa anamtetea sana. Bado nilikuwa naambia naongelesha Grace. Na yeye anambia ndio usalimie Faith. Bado tulikuwa tunaongea kuhusu Faith. So na uzuri hata Grace akienda hata wakati mwingine sijatuma salamu, anapeleka salamu. Anamalizia Clement anakutakanga, Clement anakupendanga. Anaenda ananisema kwa mama yangu, "Mami imagine Faith hatakangi Clement na mwenye Clement ni mzuri." So it was a journey. So ile siku alikubali. What happened? Najua tu uliamka kawaida. Kabisa. Sasa actually what happened after we used to talk. We would chat that. So tulianza tu hivyo kuchat. So mimi sini tu unaongea tu ukijaribu unarusha kamstari hapa hapo. Kawaida tu. Haujakufa moyo. Unaona? Sasa naanza kuona she's responding. Zile vitu walikuwa na reject naanza kuzirespond. Nikimwambia leo nimekumiss. Sasa unajua kitambo nilikuwa nasema hivyo inagonga ukuta inanirudia. Sasa kwanza kuna tukibaka kama mwambie mtu na miss kwambia asante. Kwambia okay. Ama okay. So now after she's responding. Now nikashangaa is it actually hata naanza kumuuliza ni wewe kweli tuna chat na wewe. So it continue like that until sasa
Sasa tukaenda out. Ukarealize ashakupenda. So nikaona yenyewe ni kama there is a light at the end of the tunnel. So and sasa kuconfirm nikamwambia this weekend let's go somewhere. Hata sikumwambia ni wapi, hata sikumwambia ile twende kahawa ama anything ama lunch. Nilimwambia tu tuende. He was wow, sawa I will be available. Yeah. Hey. Sasa hapo ndio nilijua kuisha. Ulirudi fasting kuambia Mungu asante? Nimeambia Mungu asante, lakini haukurudi immediately. Sikurudi immediately. Kwa sababu nilikuwa nataka unaona ile hiyo miaka yote umengangana hivi alafu unaona hivi unaanza. By then ukiongea na Grace wao haukuna date? Nilikuwa na that period I think I have been in like 2 relationships. Hata sasa hiyo bado umepatana na Grace, bado you in relationship? By then not. Okay. By then no. Later on. Bado mnaongea na Faith? Hivi vile anakureject hapa, unaona afadhali kujipanga, juu hapa hakuna hope. Hiyo kweli. Sasa unajua kuna ile unaona labda una kwenye unajaribu labda si kwenye shortcut tunapitanga sababu tumechoka kungojea Mungu. Unaona sasa shida ni hiyo shortcut iende iharibike. Sasa hiyo ndio character development. Sasa lakini issue ni unapata mimi nikijaribu mimi napigwa character development zangu huko. Anajaribu huko character development bado. By the way, in the midst yeye bado anapigwa ma character development pia the same the other side. So na lakini yote inatendeka kwa wema, ni testimony. So on your side at least yeye ameelezea wake shida wao walikuwa wanatafuta nini. Wewe na wao wali nini mlikosania? Jamii atu kuelewana tu hivyo. I think ukiwa kama hauna mtu wako you will struggle. Kwa sababu unajua kuna ile compatibility. So na mnaelewana kufanya mambo and everything. Na pia mtu mnaweza ongea such things. Unajua nilikuwa for me I came to appreciate that having someone you can talk with. You can talk to someone but you cannot talk with someone. So some of those were ilikuwa hivyo, we could not be able to talk. So and sasa hiyo nyingine hatukuwa tunaelewana kabisa. So I think kuna wakati niambia alikuwa ameota pia akiwa na alikuwa na mtu alikuwa amevaa kiatu yake haiko inamtoshea. Labda hizo viatu nilikuwa na mimi navaa hazinitoshei. Sasa ila ikufinye ama itoke. Lakini if it's your right size it fits in very well. Yes. So akakubali. We talked, we agreed on so many things. Vitu hata zingine unajua kuna vile unaweza kuwa umezoea vitu previously hadi maybe ukisuggestia mtu unaona ni kama hata like they will not agree to it. So mimi nakuja tunapata we are flowing in together. We can have difficult conversations very easily. So pia unajua Faith ni mtu mwai sana. So vitu zingine hata mimi ananiambia hapana sio hivi, it can go this way. So and I was like wow, okay, this is what I've been looking for. Hata before even then unajua kuna ile closeness after maybe you've started dating and maybe it was not there in friendship. Ndio unakuja unaona yenyewe yes she's a person. Wow. Faith Karori. Very soon utakuwa unaitwa Mrs. Who? Clement. Mrs. Clement. How do you feel to be loved? Wasichana huku nje bado wanatamak. Natafuta mwanaume unaomba. Lakini hawakuji. Wanapatikananga wapi? Kwa Yesu. Mtu amekaa kwa Yesu 5 years. Yesu haleti. Unajua Bible inasema none of my creatures shall lack it mate. Sure. Kila mtu akona wake. Lakini different people wanapata different time. Unaona? So kama hajakuja saizi atakaa mtu. Bora tu kuwa patient na you seek first the kingdom of God and his righteousness and the rest shall be added unto you.
Haya mengine utaongezewa. Alafu pia imagine hizo huyu mwenye alikuwa ananiambia sina hips. Ningeenda ni boost. Heri ukae kuwa mreal wako. Atakupenda tu venye uko. Hakuna haja ubleach, hakuna haja ufanye nini. Kuwa tu. Hata zitajileta zenyewe. Vitu zingine ni Mungu tu anajua kwenye ziua zinatoka. Kabisa. Yes. Na pia ufurahie. Acha nikwambie mabeste wangu wakioleka. Mimi nilikuwa nafurahia ila mpaka na wapost ma weddings. Unaona? Kuna kitu hiki ukifurahia blessings za watu wengine, haki una attractingi hizo. Usikue mjealous. Ufurahie, jua pia your right time itakam. God kuna kitu Reverend Kefas aliniambia wakati tulipatana the first day. Aliniambia Faith, Mungu hata waikuaibisha. Ati ukue wewe unaishi a righteous life, uko na good relationship with God, unataka kumplease kuaibishe. Aliniambia Mungu hata ikuaibisha. Na ukweli mimi nimeona Mungu haibishangi mtu. Wow. Analeta vitu mi kwa life yangu experience divine restoration na divine speed. Aizo by the way, funny enough, ananitanga hizo. I need a parody. That is the problem when you become close to because even my classmates, if they come here, wananitatua hizo. Sasa watu watashangaa, huwa hizo ni nani? Hatujui hizo. Sasa yeye hizi niita jina lingine, hizi dogo mdomo wake. Anyway, that's so nice. Ingawaje hajanihusisha kwa part of the plans, ninaona vitu zingine tu kwa Facebook. Farozi nilikuwa nakwambia nikichapa ma heartbreaks. Kumbuki umekuwa kama wakati mambo ilikuwa mzuri haukuniambia mimi najua tu ma heartbreaks. Farozi alikuwa mzuri hapa wa kuniconsult Mimi ma heartbreaks nilikuwa na updateiwa. Kwenye software unaweza i-update. Nilikuwa na updateiwa kila siku. Although nakumbuka after nafikiri kupatana aliniambia Mungu amekuja. Lakini hakunipea into details, nilianza kuona picha Facebook. Nikajua basi hapa ndipo sawa. Yeah. So I'm happy for you, na najua kuna watu wengi sana watafurahia, especially our fans, kwa sababu pia wamekuwa wanashinda kwani Faye alienda wapi. Kweli. At least this time round watajua kumbe Mungu by the way kuna wasichana wengi sana utatia moyo. There are people who are frustrated. Wanaume hawapatikani. Wanaume wazuri wanatokanga kwa Yesu ni sawa, lakini tutawatoa wapi kama wale ulikuwa unataja bado ni wa kanisa? Hapa ma heartbreaks ukumbuke ni wa kanisa na walikuwa na specific things zenye wanaangalia. Watatoa wapi wanaume wazuri? Wanatokanga wapi? Okay. Huyo utajibu aje? How do you know? Even for the guys, waambie ukitaka mwanaume mzuri utamjua aje? Is it that you take time? Is it that you pray? Ni kufast? Ni kukuwa consistent? What is it? I think unajua even kufika kwa marriage itself ni blessing. So unajua blessing kama una seek baraka, wewe unaweza kuwa una seek baraka yoyote. So na unajua kenye wewe unataka. So one thing lazima uweke prayer into the picture. Okay. The other thing lazima unajua hata kama unajua pia kanisa iko na watu wengi. Lazima unapata uko na mtu kwa kanisa lakini maybe kuna mwingine ameleta wengine. Lakini bado wako tu kwa kanisa. Bado wako kanisa. Hata unasikia kwa kanisa watu wengi sana kwa kanisa hawajaokoka. Lakini wako tu. Anakuambia mimi niko kwa hii kanisa 10 years na hajaiokoka. So bado huyu ana kiwa kingine wakihesabiwa bado wako. So na pia hata kama mtu maybe ana serve, maybe ako praise and worship, ako ministry. Yesi kusema ameokoka. So that's where prayer comes in. Kwa sababu God reveals. Na God can guide you. Yeah. So God anaweza tumia any means to guide. So I think the first thing you have to is make sure that you pray. Sijui kama because you see most of the ladies wanajua sasa ni kuomba, wanaishi kwa kanisa. Hawaendi hata kuangalia. Kumbuka jana the part of 10 things tulikuwa tunafunza na Reverend usiku. Kuna mara tulisema Elijah hakuwa anaomba tu. Ni anaomba na anaenda kuangalia. Anaangalia. So pia and I think the same case is you pray and keep also confirming. Kwa sababu ukiitiwa kahawa na hauendi na unaombea nini, utajuaje kama yule anakuitia kahawa ni yeye?
Ndio kweli. Na pia usikuwe mfiziko sana. Juu unajua mimi siku za kwanza Grace akikuja kuniambia Clement anakupenda. Mimi nilikuwa nasema siwezi olewa na mwanaume tunatoshana bushot. Nilikuwa nataka warefu kama akina hizo hivyo, unaona? Hao warefu hivyo. Lakini walinipea mashida marefu kama Mwaka nikainua. Nikasema Tukarole shiga cia mwili. Because if it's that, by the way, you know, ukiingia kwa marriage, ile kitu uliona hata huionangi tena. Unaweza kuona vitu sasa real, zile haungetaka kupatana nazo. Ile nyingine uliona unaikosa. We vitu za Mungu saa zingine zinakuja zimejificha sana, disguise. Unaona sasa kama unaona singefikiria ni yeye. Hiyo time nilikuwa naona ni tunatoshana. Ameniacha kidogo kwa urefu. Mimi nilikuwa nataka warefu. Warefu walinipea mashida zinatoshana hivyo. Lakini yeye ni mdogo, lakini karakta yake na personality yake ni mrefu. So usichoose sana. Juu nimekuja kujiuliza kama God angeni direct hivi, hii season ingenibita hivyo. Ingeenda tu hivyo. So let me ask, this is a funny question. Wewe uliletewa na ukaonyeshwa ni yeye. Sasa sisi takuja aje? Sisi wenye si wa kuletewa, because ukiona ukiletewa some of the things in your life they are such evident. Sasa si watu wote wamefika kiroho hiyo kiwango. I mean, ama utaletewa kwa ndoto. Mungu anaongea through various ways, lakini kuna kitu Reverend Kevas anatuambianga, sikiza ndani. Uko at peace with it. Usijiforce mahali unasikia unangangana, unaona? Mtu wako akikuja utasikia hiyo peace ndani yako. Okay. So, maneno ya mwisho tukimalizia. How far are you in terms of planning wedding ni lini? Okay. Kumesha hado ivege. Ratio asha propose. Kwanza ali propose mara mbili. Nakwambia siku wanafikiria watu wanaume wa Kikuyu na romantic ziko same sentence. Uko sawa. Hey. Romantic na Kikuyu siko. Sasa uliza Reverend. Ai be. Kweli sasa nimeamini. Ali propose twice. Unaona niko na rings mbili. Twice. Yaani ya kuonyesha wewe ukitaka kwenda sasa shida yako. Twice. Kai. Kumbe niye niliona amepiga magoti mahali Facebook. Ndiye huyo. Okay. Yeah, I propose tushaenda church. It's official kwa church. Ratio ni October 1st. Na harusi ni Feb date 4. Na mafansi wetu wote family, yote ni waite family. Tumekuwa family. Wako welcome sana. Wow. Ratio ni 1st of October and 4th February. Wedding 4th February. Wow. Tutaka tuku-update. Tutaka tukukumbusha. I'm so much happy. By the way, hizo heartbreaks zilikuwa zinamuumiza juu lazima angeniambia. By the way, hata wakati wa attacks, hata sikujua zikiisha. Nilikuwa naambiwa tu attack ikikuja. Siko najua ikiisha. But I'm happy that alisaidiwa na Reverend. That was my interest. Hiyo ndio tu ilikuwa interest yangu because unajua ni vibaya those people nimehost wengi wao mimi hutaka wasaidike spiritually because huyo mtu hajakuja tu kushare, amekuja pia kushare umpe njia. Kwa hivyo saa zingine mimi hutaka kutumika kama ile torch unasaidia mtu nayo amulike afike mahali anataka. Because I'm happy to see her right now. When I remember by then zile attacks alikuwa anapata na zinamuumiza sana. Anakosa peace. You see, when you lack peace and you have a friend who can help you to show you direction ya kusaidika, that's what I was so much interested in. I know hata Reverend amefurahia zaidi. I'm sure we shall be kwa hiyo ratio wedding pia ndio at least pia to witness the doings of the Lord. Pia tuweze ku-encourage wengine. Jificheni kwa Mungu. Hakuna kitu huwezi pata kwa huyo Mungu. You could be frustrated somewhere, lost, desperate. Unaweza kuwa uko mahali hata huwezi sema because people will be shocked. I'm sure your testimony was not one of the best in terms of kuongea ukiwa msichana
bearing in mind you're single. Ukweli. Hai, we. Lakini Mungu anachomoanga mwanaume wako mahali kwa sababu yuko mahali. Ni vile tunaharakisha sana, unapewa wa wenyewe. Ukupewi, unajichukulia wa wenyewe. So by the time mmeng'ang'ana, unasikia preaching kama hiyo, unasikia kumbe kuna wako, wewe haukungojea wako, ulichukua wa wenyewe. Lakini sasa Biblia haitaki mtupe, si utabidi ukae naye, ndio haukungojea wako. Anyway. So kuna labda mtu angetaka kutuma gift ya wedding ratio or something, naweza tumia namba yako because it's already on the public domain. I'm also sure there are so many parents who would wish uongeleshe watoto wao. I know you have that ministry in you. I'm sure there are people who are still in that kingdom. The reason could be, the reason as to why ulipitia hayo, Mungu alikuwa anataka akuempower so that you be dealing with such cases. If you listen to most of the motivational speakers ama counselors, usikize stories zao, yale wamepitia. Lakini kumbe Mungu alikuwa anawapitishia hapo ndio wakuje kuwa ambassadors ama wakuwa na handle hizo cases. So you know there are so many people who would be willing to also kupatana na wewe, kuombewa, kukuitururira. There are people who you can help direct umalute naku because the watchers. Saa zingine they are in a bondage yenye hawajui wataitolewa na nani. Wengine wamejichukia, wengine hata walitoka lakini bado hawaendagi kanisa kwa sababu wanaona kama Mungu hatawahi wasamehea. Such people, they are still stuck na wanataka mtu wa kuwakomboa. So just give your number to them. Okay, my number is 0724 395 625. 0724 395 625. Na currently sijakuwa nikifanya hiyo one-on-one deliverance. Zile cases naona ziko serious na zinahitaji nini one-on-one-ness, nimekuwa nikirifa kwa Reverend Kefas. Okay. So nikikurifa kwa Reverend Kefas usione ni kama nini ni pastor wangu. Yeah. Okay. Clement. Yes. Sasa kitu kibarua chenye uko nacho ni kigumu sana. Kwa sababu huyu sasa ni mchungaji. Ni kweli. Let me tell you, let me prepare you. Ile wao ndo unaingia ni dunia nyingine. And being because asomea theology na ministry yake najua ni that line. Na sasa line yake pia itaguza deliverance. Definitely. Lazima itaguza deliverance. Sasa ile kibarua uko nayo ni ya Mungu kumuombea. Because bujiulize pastors wanaombewa na nani? By the way, who pray for? Kwa sababu mshirika hizi sema atinaombea pastor wangu. Mimi utaombeaje pastor wako na yeye anakuombea. So pia yeye akona but yeye hata after hizo pilika zote na nini atakuwa anakuja kwako. Kwa hivyo anahitaji a pillar. Very strong pillar. True. Spiritually, financially, everything, mapenzi. Yeah. Kwa hivyo uko na kibarua ni kirahisi sana ukiwa na Mungu. Because you see some of the battles nimekaa na Reverend na nimekuja kurealize vitu vingine hata mtoto kuonjeka si ati juu umeona mtoto amegonjeka ama Mungu anakichwa kuchukua haraka kumpeleka hospitali. Zingine unaomba tu ni attack juu kuna kesi alitatua mahali shetani akakasirika. So but I'm happy that umelelewa katika dini ya Ukristo. You've been so strong also when it comes to matters spiritually, and therefore for her to enable to move him, because I know her mission it could not even be ya hapa Kenya peke yake, it is international. So mimi nawaombea tu baraka, msaidiane, mpelekane vizuri. I'll be happy to also see you after the wedding. Now you'll be Mrs. and Mr. Itakuwa nzuri tukiwa tumeketi na nyinyi Reverend hapo tunaongea, tunasaidiana kimawazo. Sawa Faith, na nikishare other testimonies to share everything. Exactly. Sasa imagine unashare ukiwa kwako. Pia shetani saa zingine anakasirika kuona vile unapanda. Ashindwa yani si ulikuwa usipate mtu na umepata. So also be a prayerful, let your marriage be so ikontroliwe na maombi, because that's what will maintain your marriage na maisha mazuri. There are so many challenges out here.
There are so many voices za watu. Especially kwako. Unajua sasa yeye she's bold enough to speak. Lakini wewe haukai talkative. Sasa shetani anakuja anatumia watu. Unaambiwa vitu. But the beautiful thing with you is that you've been strong. Na ukiamua ni hii njia. Hata mshinde mkiniambia sijui nini. Wacha maybe niseme for that unajua kuna mtu anaweza kuwa maybe anakuja kuniuliza hii kwani haujaelewa vizuri story yake past yake. Lakini wacha niseme hata Bible inasema hivi. See what the Son has set free is free indeed. So and when you set free, the old man is gone. Yes. The new man has come. And it's not in our position if God, whatever God has called clean, is not in our position to call it unclean. Sure. Yes. So, and actually that's hiyo ndio unajua those things zinakujanga. Na hata nasema na zilikuja like those words when tulianza and that's the word yenye God alinipea. What I've called clean, don't call it unclean. So that was it. Wow. Yes. Unajua hata kama kwa udaktari sana huyu anaingia kwa ile ofisi bado. That is very much important because I know there are people who would feel ni kama ujamaa kuelewa testimony ya madam. Ni kama hakuielewa vizuri ama hakuisikiza. You know, let them know by the way you address them using this camera. You already know and you're very much comfortable than ever. Kabisa. Actually, I had the idea even before. But hata before sisi tujue. Yes, before the testimony ikuje. I had an idea that was happening. So, but you know, even the Bible inasema everything works together for good. And you see, shetani anakuanga tu na mambo tatu anataka kufanya. Kuua, kuiba na kuharibu. So even because there are some also people who are they could be uko your life, yeah, lakini mtu ana enjoy, you know, kuna sin is sweet, kuna mtu ako in sin but ana enjoy. So lakini even if you're in sin and you're enjoying, there are only three things the devil will do. He will kill, he will steal, and he will destroy. Sure. So even if you're enjoying it right now, there are only three things that await you. So if you in connection with the devil, but Christ came that we may have life. So life, I believe life inaanza huku on the other. Itaanza heaven, itaanza hapa nini. After tumeokoka sasa, maybe mtu anaona hautaoleka, hauta succeed. God now gives you life. That's where life begins. Yeah. Mbele iko sawa. Sikome hapo huko. Mbele iko sawa. Sawa. Tukulekelea humwele wa Farodhi wa Thayo TV. Thank you so much for being our guests. Asanteni sana. Ngerathime kihiko kenyu. We love you so much. And I'm so happy for you. Unajua Mungu ni mwanzilishi wa ndoa. And he's happy for your union. So, wacha abariki ndoa yenu. Sawa sawa. Murali wa Farodhi wa Thayo TV nigo kinya haudie kigo kigegwongerera ona kimwe tiga ngoririkanĩrie ugakorwo hiyo nawe na mwendo wari na no enda biũ muke haha nake twarangie tutere ta ngeri akiri wega. By the way, let me tell you, kiria kininaga ngoma ataigua ta ngithira ta ngiuraga eci ni akue nembe kindu ta giki tondu aroraga njani ya mundu ngoma niyo destiny yaku na kiria aruaga tondu niyo destiny ya me few destiny yaku ina ngai ne ame ndangikinyira ri okago kumetiniria guku kiria kianjiriria-ini kugwa rehaga ithioro nigetha uri mundu kumikinyira tondu nake ne ame ndangota kumikinyira no riu kiria ekaga ndendaga umikinye kugwa egukwatakira guku gatagati-ini opwe ngoro teanerie thurira waku thi mwini wa kuria Tanzania murata wakwa muno gwicina host radio-ini oinaga nyimbo cia githweri oigaga atiriri ndiarigana ritwa riake etagwo mwini wini tariri uko wapi Mungu wangu uko wapi mbona ni kama umeniacha etagwo ndiaririkana riu rwimbo-ini rumwe rwake ri oigaga atiriri nukorwo thiini wa muturire
ithu tukwiroragire ni urahera fiu na fiu no tuhote guguteithia koguo he mundu wari in such a situation andu makega kumuteithia na riria magire kumuteithia ni marona akigie kari akikinya handu akakata tamaa na agiteaneria na muturire wake ukithira no ni kwari na andu monaga akihera. So kitu moja nataka ku challenge hawa watu taruko akina Erika and those people who have been part of this success Reverend hata hao wachungaji walikudharau na wakakataa kukusaidia. Maybe walikuwa wanataka kukuweka kwa kiwango cha ufike mahali ukate tamaa, uishe, waje mazishi. In fact, hao ndio wangekuwa na announce kwa makanisa zao. Kweli. Because you see, you had already reached to a point that ni hata nikifanya deliverance siku kadhaa tu nikufe. Kwa hivyo sitaki hata kuolewa, sitaki nini. But because God sent angels hapa katikati, wakashikilia ile roho yako, wakakupea hope, wakakuonyesha wewe si wa kukufa. It is only the devil alikushika ndio akuonyeshe mwisho wako uko karibu, yet hakuwa na uwezo, alikushtua tu na wewe ukashtuka. Na nataka niongeleshe pia wale wameshtuliwa na shetani because of few challenges. Amekushtua ukaona because they are so like kuna mama nimeenda kusaidia pale Zit Pipeline Imara Daima. Sijui kama umemwona kwa channel yangu. Mama amelewa kabisa. Aliniambia yani tumeenda kumuokoa lakini anasema anataka kukufa. Yani mpaka tumeenda kufanya shopping na bado anataka kukufa. Mpaka tumelipia mtoto wako school fees na bado anataka kukufa. Mpaka tumelipa nyumba yako rent arrears za miezi 3 na bado anataka kukufa. So iko wakati shetani anakufinya. Ai unasikia sasa mimi nataka tu kukufa. Ile mashida na nimepata nazo acha tu nikufe. So kama umefika hicho kiwango, Mungu anakuja kukuokoa. Hatujui atatuma nani, lakini anakuja kukuokoa. Wewe si wa kukufa. By the way, you will even be shocked ati utakufa ukiwa na miaka 80s na huko. Yet you're still 20 something na unataka kukufa. Mungu hajamaliza na wewe. So be patient, focus, look upon him. Atakusaidia. And there is hope for a dead tree. That is it. It will sprout again. Exactly. Mimi nilikuwa ni kama mtu amekufa. Exactly. Mungu amenifufua tena. Bas. Tukurekereria na thenema gwenda wingire kuria thiine wa Kenya Movies. By the way, watch. Hiyo movie ni kali. Movie imeweza. Sasa episode 2 tu tayari tumewekea episode 1. Episode 2 I hope before next week itakuwa pia imeingia. Ni series iko mpaka episode 13. Okay. It is so sweet. So ingia Kenya Movies channel, usubscribe. Kitu ya kwanza hata kabla uwatch movie, make sure umesubscribe because you need to watch episode 2. Utajuaje ikiingia. So the very first thing ukiingia kwa Kenya Movies channel, subscribe, click notification bell. Na ukienjoy vizuri, si uklik hapo kwa share, utumie mtu hiyo link. Pia yeye enjoy kama wewe na mngojee episode 2 pamoja. Unajua utamu wa movie. Wanasema utamu wa njugu ni kula kamoja, si ndio? Utamu wa movie ni kuwatch mko wawili. Okay. Si uko peke yako. Unajua utatamani kuichambua lakini hauna mtu wa kuchambua na yeye. So utamu wa movie, share that link pia mwatch mko wawili. So thank you so much. Also remember matu twatigia buroti twerofu. So ikiwezekana ngoraga buroti kuria matu inbox guikiria mafu 0798008008 buroti 12 kuria Miami matu andu etagwo Kiseuni kune ko turakwenderia buroti cia 450 cash 280 installment a deposit of 50,000 ihenya rĩaku nĩ rĩgũgũteithia na kũu nĩkuo tũraka children's home ya Pastor Garuya. Kwĩna maĩ na kwĩna thitima, mũgũnda ũyũ wĩ thutha wa shopping center, in fact direct thutha wa kanitha wa Redeemed Gospel Church. Hena dispensary hau, hena kĩrĩtwo cukuru ya Kiseuni High School, hena shopping center na maũndũ marĩa mangĩ mothe mangĩtũma wĩikare hena. Nĩkĩo tũronire na nĩ wega children's home ya Pastor Garuya ĩkorwo mũgũnda-inĩ ũcio. Koguo we ũrenda gwaka mũgũnda-inĩ ũcio rĩu, you're welcome to do so. Tukĩambĩrĩria children's home. So thank you so much and God bless you. Asante sana. Revenge, horror, violence has no record of ending well. Kuna mtu anafaa hapa kuambiwa vile mimi niko. Yeah? Hii kazi mkichukua mlikuwa 10. 6 wako wapi? Someone's looking for justice, but
hata niko na plan. Your state of insensibility advantages the knowledgeable. Fortunately, no one's safe in this 24-hour dark world. Binadamu kina nani? Hebu nieleze kosa langu ni gani? Hawa sio watu. Coming soon on Kenya Movies Channel.